Amara, ni siku ya 3 sasa haujaniambia chochote kile, kwamba ni kitu gani ambacho kinachokusumbua. Na kuona muda wote unalia tu, hata chakula unashindwa kula vizuri. By the way, jana usiku nilikusikia wakati unalia, ila nilishindwa kufanya chochote kwa sababu sikujua wapi nianzie. Unajua, nimejaribu kukuacha kipindi chote hiki nikiamini kwamba utatulia na utapata nafasi ya kunielezea kila kitu ambacho kinachoendelea katika maisha yako, lakini wapi, siku zinazidi kwenda na wewe bado upo kimya, hausemi chochote. Hivi unaweza kuniambia una shida gani? Moyo wangu una maumivu makali sana. Najilaumu kwa mengi sana niliyofanya. Ngozi, dunia ina siri sana. Usione watu wanacheka, wengine mioyo yao inalia sana. Mimi ni mwathirika wa maumivu makali mno. Unazidi kunichanganya Amara. Hebu tafadhali niambie, nini tatizo? Kiukweli hata mimi sijisikii vizuri kukuona unaumia. Sijisikii vizuri kukuona unatoa machozi. Najisikia vibaya kama mwanaume. Machozi yako yananiumiza sana. Okay. Au ni Tausi ndo anaokusababisha unatoa machozi? Niambie tafadhali, ili nijue jinsi gani ya kumkomesha. Hapana. Tausi hahusiki na kitu chochote kile. Ngozi, mimi nikushukuru kwa siku 2 hizi ulizonihifadhi hapa kwako. Acha mimi niondoke, ila nitakumisi sana Ngozi. Amara mwanangu, unaenda wapi? Amara binti yangu, nimekupigia simu bila mafanikio yoyote. Ulikuwa wapi? Maana sio kawaida yako kuondoka siku 3 mfululizo bila kurudi nyumbani. Naomba tuongee. Nina mengi sana ya kuzungumza nawe mwanangu. Naomba basi ukae tuje tuzungumze. Mama, unataka kuongea nini? Hivi ni kitu gani kinaweza safisha macho yangu kwa kile nilichokiona? Mama, Mobi ni kijana wako. Umemlea wewe mwenyewe kwa mikono yako. Lakini leo hii umeamua kumfanya mwanaume wako. Kwa nini mama? Mimi nitaificha vipi hii aibu? Ndio maana nataka tuongee. Najua nimefanya kitu cha kijinga sana mwanangu, lakini nahitaji kusikilizwa. Na wewe pekee ndio unaweza kunisikiliza. Unadhani na wewe kama utanikataa mwanangu, nani atanisikiliza? Tafadhali nipe nafasi. Basi inatosha mama. Haina haja ya kuniambia kitu chochote kile. Mimi tayari nimeshakuelewa. Ndio maana ulipambana sana kuhakikisha ndoa ya mama na Mobi inavunjika.
Sikujua ni kwa nini. Kumbe ulikuwa unalipigania penzi lako. Mimi nimekuwa na Mobi. Nilijua ni kaka yangu tu. Sikuwahi kuwaza kama siku moja atakuja kuwa baba yangu. Mimi sitaki kuendelea kuwabana. Acha niwape nafasi muenjoy mapenzi yenu. Hata mkiamua kuoana mama, hakuna atakayewazuia tena. Amara, ndiyo mama. Mobi ni baba yangu. Lazima niwaache mfurahie mapenzi yenu. Na nilifanya makosa makubwa sana kukusikiliza. Umenifanya nimetumikia wanaume wengi sana kwa maslahi yako binafsi. Sikulaumu ni kwa nini ukuwahi kunionyesha baba yangu. Inawezekana hata wewe humjui baba yangu ni yupi, kutokana na idadi kubwa ya wanaume waliowahi kuuona utupu wako Rupia. Amara, mimi ni mama yako. Angalia maneno yako yasivuke mipaka Amara. Usijisahau kama umetoka kwenye tumbo langu hili. Nakuchukia. Nakuchukia sana. Amara. Amara. Gozi, naomba tuondoke sasa hivi. Kuna nini? Kumbe wewe ndio Gozi? Ndo mimi mama. Shikamoo. Marahaba. Jina lako sio geni sana kwangu, ila sura yako sikuwahi kuitambua. Kiukweli nimemkosea sana binti yangu. Sidhani kama ataweza kunielewa kirahisi. Amara ameamua kuondoka nyumbani na sina mtoto tena zaidi yake. Naomba umwambie asinichukie kwa hilo. Mimi bado ni mama yake, hawezi kulibadilisha hilo. Labda nikuahidi tu mama, nitalifanyia kazi hilo na kila kitu kitakuwa sawa. Nitahakikisha nazungumza vizuri na Amara na nitamleta hapa nyumbani. Sio rahisi. Hata kama ningekuwa ni mimi, nisingeweza kuyamudu maumivu alionayo kwa sasa. Mimi naona Amara anahitaji faraja kwa sasa. Gozi, Amara atakuwa salama kama atakuwa na wewe, na kukabidhi binti yangu ukawe kama baba kwake, na ikibidi simama kama mama pia. Na maanisha kuwa kiongozi kwake. Yule binti ni mwema sana kama atapata uongozi ulionyooka. Naomba uniahidi kama utalitekeleza hilo. Sawa, nimekuelewa mama. Na kuahidi tu kila kitu kitakuwa sawa. Basi wewe nenda ndani kapumzike. Amara! Amara! Amara, mbona mnanichanganya? Kuna nini kinaendelea? Yaani hii inaonyesha dhahiri kuna jambo zito ambalo linaloendelea kati yako wewe na mama. Tafadhali usinifiche. Kuna kitu gani kinaendelea? Sio muhimu sana kwa sasa. Nadhani inabidi niende mbali kwa muda ili nikapumzishe nafsi yangu, maana mpaka najikuta na kufuru. Kwa nini nilizaliwa na huyu mwanamke? Ni heri nisingezaliwa tu. Yaani mpaka nawaza nijiue ili nikapumzishe nafsi yangu. Amara, mbona unaongea maneno magumu sana? Na ndio maana nilikwambia kuna wakati inafika mpaka na kuogopa. Sikiliza nikwambie, yule ni mama yako, na kama unavyojua siku zote mzazi hakosei. Ona, mama yako ameongea kwa uchungu sana mpaka nimejisikia vibaya. Lakini pia kumbuka, mama ni mama tu.
Kuna watu wanatamani kuwa na mama kama huyo ambaye wewe kwako unamuona ni mkosefu. Kwa sasa mimi sitaki kujua ni kitu gani ambacho mama yako amekukosea. Lakini kama utaendelea kukomaa kwamba mama yako ndo wewe amekukosea, basi wewe ndo utakuwa unamkosea mama yako. Hapana Gozi, wewe huelewi kitu. Ni bora kukosa mama kuliko kuwa na mama yangu. Kwa hiyo kauli ya kusema mama akosei ndio inawafanya watuumize kwa kisingizio cha kutuzaa na kutulea. Hivi Gozi, unafikiri mimi simpendi mama yangu? Nampenda sana, tena sana, ila ameniumiza. Hivi kama ungekuwa ni wewe, ungeweza kuvumilia maumivu ya kumshuhudia mama yako akitembea na kakako? Gozi, mama ametembea na Mobi, kaka yangu, mtoto wake amemlea mwenyewe, halafu unaniambia mimi namkosea mama? Hivi alichokifanya yuko sawa kweli? Ameniumiza, ameniumiza sana mimi. Hebu subiri, unataka kuniambia hiko ambacho unachoniambia ndio kilichotokea? Kwamba mama yako ametembea na kaka yako? Sio ametembea naye tu, amevunja mpaka ndoa yake ili tu awe naye. Amenilea na kunifunza tabia mbaya kwa kisirani chake yeye na baba yangu. Mimi nahisi mama anipendi, ndio maana amekosewa na mtu mwingine na amekuja kulipiza kisasi kwangu. Sina cha kupoteza kwa sasa Gozi, acha niondoke, acha niende mbali nikapambanie maisha yangu, na kamwe sitomtambua Rupia kama mama yangu na sitorudi hapa tena. Sasa Amara, wewe unataka kwenda wapi? Naenda mbali na hapa Gozi, naenda kuhangaikia heshima ya mwanamke ambayo mama yangu ameipoteza kwangu. Ubaki salama Gozi. Amara, sio kama utakuwa umemtelekeza mama yako tu, bali utakuwa umenitelekeza na mimi pia. Nimekuzoea sana Amara, bado unahitajika Amara. Unajua kushindana na moyo ni kazi sana. Nakuhitaji Amara, moyo wangu unakuhitaji sana. Niliumia nikasubiri. Wewe ni wa thamani sana kwangu, na hiyo heshima ambayo unaotaka kwenda kuitafuta huko mbali, basi mimi nitakupatia. Nitapambana kuhakikisha unafurahi muda wote. Tafadhali naomba uwe wangu wa maisha Amara. Nakupenda, nakupenda sana Amara. Nahitaji nikuoe kabisa, uwe wangu wa maisha. Utajuta, utaumia, lakini usiku nilipofumba macho nilimwona akiniita kwa machozi. Najisikia amani sana. Nimekuwa mtu wa tofauti tangu nimeondoka kwenye mikono ya mama yangu. Asante sana Gozi, umejua kunibadilisha. Asante kwa upendo wako, pia asante kwa huruma yako. Sio huruma Amara, ila nafanya kitu ambacho mume anatakiwa kufanya. Wewe ni mke wangu hivyo, kwa sababu muda sio mrefu kutoka sasa nakwenda kukuoa na unakuwa mke halali wa Gozi Gwaimani Mporo. Nafurahi kusikia hivyo. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Alafu mimi nawaza Amara,
unajua ni muda kidogo tangu umetoka nyumbani, lakini pia hata mazingira ambayo uliondoka nayo hayakuwa mazuri kwa mama. Nafikiri sidhani kama amepata muda wa kuwa sawa. Kwa nimeona ingekuwa vema basi ungeenda kumuona ili tujue anaendeleaje. Hapana Gozi, siwezi kufanya hivyo tena na wala siwezi kwenda hivyo. Naomba uachane na hizo mada. Hapana Amara, hautakiwi kufanya hivyo. Wewe ni mtoto wa mtu unajua, na kuna leo na kesho. Lakini pia hakuna binadamu ambaye amekamilika. Sisi sote tunakosea, lakini makosa hayo ndio yanaotupa nafasi ya kujifunza. Mimi na imani hata yeye mwenyewe anajutia kwa hiko ambacho alichokifanya. Kwa hiyo naomba unisikilize Amara. Kama kweli unanipenda na upo tayari kunisikiliza kama mumeo, basi fanya hiki ninachokwambia. Nenda kamuone mama. Sawa. Mama! 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 Mama, kwa nini unaniacha? Mama! Nitabaki na nani mama yangu? Mama! Wewe ndo mtu pekee kwenye maisha yangu mama. Mama, kwa nini umeondoka? Mama, lakini nimeisha kusamehe. Mama, mama. Amara binti yangu, naomba unisamehe sana. Maamuzi niliyoyachukua sidhani kama ni sahihi katika jamii, ila nimeona ndiyo njia pekee ya kuiepuka hii aibu. Nimekuwa nikikutumia kingono kwa muda mrefu mwanangu, lakini usichokijua, baba yako ndo chanzo cha haya yote mwanangu. Kama asingenitelekeza na mimba yako, sidhani kama ningekuwa na mambo haya ya ajabu. Naomba unisamehe sana binti yangu, maana haukustahili hayo yote. Naomba uniombee kwa Mwenyezi Mungu. Kwaheri mwanangu. Amara, kila kitu kinachotokea huwa kinapangwa na Mungu, na hata hili jambo natumai Mwenyezi Mungu ameruhusu litokee. Kama asingeruhusu lisingeweza kutokea kamwe. Msiba umekwisha, tayari tumeshamzika mama.
hautakiwi kuendelea kuwa katika hali kama hiyo. Mimi na imani kwa hiki kilichotokea ni funzo tosha katika maisha yetu. Tunajifunza ni jinsi gani tunatakiwa tufanye maamuzi sahihi, na sio kufanya maamuzi kwa visasi, sio kufanya maamuzi kwa miemko, sio kufanya maamuzi kwa kurupuka. Kikubwa ni kumwombea tu mama huko alipokwenda, Mwenyezi Mungu ampokee. Lakini ukiendelea kulia na kusononeka muda wote, utamfanya hata yeye mwenyewe asiishi kwa amani huko. Njoo. Ulinishika mkono tukavuka giza, leo ninatembea peke yangu tena. Uliahidi kubaki hata dunia ikichoka, uliahidi kubaki hata dunia ikichoka. Leo barua zako naziogopa. Decision of love, nimuache au nibaki. Decision of love, moyo unachanika taratibu. Decision of love, nakupenda najumiza. Decision of love,